Kwa hivyo tunapoambiwa tusipeleke mtu mahakamani, ni usimpeleke ndugu yako. Usiende kumstaki mtu mahakamani. Na hakuna mtu naenda kustaki mahakamani. Hakuna mtu yoyote naenda kustaki mahakamani. Hakuna shehe naenda kustaki mahakamani. Ninaenda kustaki mfumo wa kiibada, wa kimafundisho. Huo ndio mfumo naenda kuchallenge. Kwa hivyo tunaenda kupambana kwa hoja ya kimfumo. Kwa mfano leo Waadventista wa Sabato, mfumo wao, kuna watu wameingia kwa siri wakaubadilisha ule mfumo. Kwa hivyo tukisema leo tupambane mahakamani, tutapambana kwa hoja za kimfumo, si kwa ajili ya pasta fulani au mzee wa kanisa fulani au mama wa kanisa. Hapana, hizo ni hoja za kimfumo ambazo zinakubalika kuzipeleka mbele ya watu. Kwa hivyo wale watu ambao mnaniandikia message na kunipigia simu kunivunja moyo, mjue ya kwamba mimi sitabaduka na sibadiliki na swala hilo. Nitakapopata namna ya kulipeleka vizuri, ni vile sijapata, ni vile najaribu kutafuta namna, inakuwa kidogo sijapata vizuri. Litakapokamilika nitalifanya, na hilo swala lisije likahusishwa kwenye kundi. Mimi hakuna kundi ambalo ninatoa doctrine yao. Hapana, hilo ni langu kama Francis Ndacha. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Naomba niweze kutoa ujumbe, na ujumbe huu ni ujumbe ambao ni makini sana, na ningetaka muweze kujua ya kwamba tuko hapa duniani kwa ajili ya kutumika na Mungu. Tuko hapa duniani kutumika na Mungu, sio kutumika na mwanadamu. Na kuna andiko liko katika Wafilipi 1 mstari wa 21 linalosema, kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Kwa hivyo tunapoishi, tunaishi kwa ajili ya kuhubiri Injili, na tunapomaliza kuhubiri Injili tunakufa kama mashujaa. Kufa inakuwa ni faida kwa ajili tunakufa tukiwa tumemaliza kufanya kazi ya Injili. Kwa hivyo mtu ambaye anakufa ni mtu ambaye amefanya kazi, anaenda kupumzika. Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ili wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kwa hivyo kaburi ni sehemu ya kupumzika watu waliofanya kazi. Kwa hivyo kaburi si mahali watu ambaye hawajafanya kazi kwenda kupumzika. Kaburi ni mahali ambapo watu wamefanya kazi wanaenda kupumzika. Ndio Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Sasa niko na swala nataka kulileta linalohusiana na hoja yangu ya kwenda mahakamani kutumia mimbari ya mahakama. Swala hili limeleta tubu joto, na tubu joto ni miongoni mwa Wakristo ambao hawaelewi na miongoni mwa Waislamu ambao hawaelewi. Swala hili limegawanyika. Pande ya Waislamu kuna wale ambao hawalipingi, wanasema kama linawezekana liende, na pande ya Wakristo kuna wale ambaye hawapingi, wanakubali liendelee. Sasa nataka kuongelea kipengele cha wale wanaopinga. Sasa wale wanaopinga ambao ni wachache, na wengine wanahusiana swala hili na kundi fulani. Nataka niweze kutoa majibu
ya kwamba swala hili la kwenda mahakamani sio swala la kundi fulani, ni swala ambalo nimetoka nalo, na sijatoka nalo nikiwa peke yangu. Kuna watu ambao tumeshauriana na tukafikia kukubali ya kwamba liende mahakamani. Sasa mahakamani ni katika jukwaa ambalo ni la kila mmoja anakubaliwa kupeleka hoja zake. Kwa hivyo nilipoona ya kwamba jambo hili tulipeleke mahakamani, ni kwa sababu jukwaa hilo litatumika vizuri. Ujumbe ambao tuko naye tutaufikisha kwa watu wengi kupitia mimbari ya mahakama. Kwa hivyo katika mimbari ya mahakama tutafikisha ujumbe kwa watu ambao hatungefikisha, kwa maana ujumbe huo utaenda kwa kasi na utawafikia watu ambao hautawafikia kwa spika. Ati tufanye mkutano mimi na Mazinge, tufanye mkutano mimi na Shafii, tufanye mkutano mimi na yule ambaye unajua, hilo ni swala la watu ambao ni wachache sana. Na ndio naona wakati mwingi ambao tumefanya mikutano hata hatujazi, kama ni ukumbi haujai, kama ni kiwanja hakijai. Kuna watu wachache sana ambao wanaofuatilia hiyo. Lakini tunapoleta swala hili la kwenda mahakamani, ni swala ambalo litaweza kusikizwa na watu ambao hatungewafikia. Kwa hivyo tunapoamua kwenda mahakamani, tunaenda mahakamani kufanikisha Injili. Na nimesema swala hili si la kundi. Wale wanaliweka kwa kundi, ondoeni. Kama una kesi, niletee kesi hiyo mimi. Na kuna watu wengi sana wamenipigia simu na wengine wakaniandikia ujumbe. Sasa nataka niweze kutoa msimamo wangu katika swala hili. Usije ukahangaika kuniambia nitoe swala hilo nisiende mahakamani, kwa sababu huo muda umepitwa na wakati. Kwa sababu wakati ambapo ulikuwa ulete hoja zako umepitwa na wakati. Na tushafika ya kwamba mahakamani tutaenda. Na hatuendi mahakamani tukamstaki mtu. Ati kuna Muislamu wako mahakamani tunaenda kumpeleka tumustaki. Hakuna Muislamu ambaye tunamstaki mahakamani. Mahakama tunaenda kustaki mfumo wa Kiislamu, mafundisho hayo ya Kiislamu. Hayo ndio tunaenda kuyachallenge, sio Waislamu. Tuna challenge Uislamu, mafundisho yake ndio tunaenda kuyachallenge. Na katika hoja tutakazozitoa, naamini ya kwamba zitageuza watu wengi. Kwa hivyo katika Injili ya kuhubiri itakuwa imefanikiwa katika kiasi kikubwa, ambaye pengine wewe hauoni katika jicho hilo ambalo ninaloliona mimi. Naomba nikupe mfano ya mtu mmoja aliyeenda kustaki kwenye mahakama ya ulimwengu. Alikuwa anastaki Roma ya kwamba walimhukumu Yesu na wakamsulubisha, walimuua Yesu na kumsulubisha. Kwa hivyo yeye angetumia Biblia kuonyesha ya kwamba Yesu alisulubiwa na Yesu alipigiliwa msalabani, jambo ambalo mabilioni ya watu hawaliamini. Mabilioni ya watu hawaliamini swala la Yesu kusulubiwa. Na Biblia inapoeleza habari za Yesu kusulubiwa, Biblia inaeleza ya kwamba hapo ndipo tunapopata wokovu. Kwa hivyo leo tukiondoa ya kwamba Yesu hakufa na kufufuka, hakuna haja ya kukuwa Mkristo tena. Hilo swala likiondoka tu, imani ya Kikristo inakufia hapo. Kwa sababu huo ndio uti wa mgongo
kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alikufa na akafufuka. Hiyo ndio imani ya Wakristo. Kwa hivyo kama kuna mtu alikuwa amepata mimbari ya kuhubiri injili hiyo, ni huyo mtu aliyeenda mahakamani ya ulimwengu, kwa sababu ulimwengu ungesikiza. Lakini kwa bahati mbaya, sijui kitu gani kilichoendelea, lakini nasikia ikisemekana alipewa pesa mingi kuondokea swala hilo. Sina habari, sina ushahidi, ni maneno ambayo nayasikia. Sasa katika swala hili si swala ambalo nalipeleka mahakamani niende nikakosane na Waislamu. Wale watu ambao wanaona kukosana na Waislamu ni wale ambao ndani yao wana ubaya. Mtu ambaye ana ubaya hawezi kuona kitu kizuri, anaona kitu kibaya, kwa sababu huyo mtu ni mbaya kwa asili yake, ni mtu mbaya. Huyo mtu ni mbaya kwa asili yake. Kwa hivyo anapoona jambo anaona ubaya. Lakini mtu mwema kwa asili yake anaona mambo mema. Kwa hivyo kama wewe ni mtu mwema, unaona mambo mema. Katika swala hili la kwenda kwenye mahakama, kutumia mimbari ya mahakama, unafaa kuona wema. Mafanikio gani yanapatikana kwa sababu ya huduma ya injili? Kuna kitu inaitwa time and place. Leo hii nimeona video nyingi ambazo zinatembea kwenye mitandao, ni video baya. Mchungaji fulani kafanya hili, linatembea. Mchungaji fulani kafanya hili. Mabaya peke yake ndio ulimwengu unapea nafasi kubwa. Wakati kanisa la Waadventista wa Sabato wameanza kugombana, jambo hilo limeenea kwa kasi kama umeme. Sasa naomba jambo hili la kuhubiri ukweli na kusema ukweli lienee kama umeme. Na wale watakao liunga mkono ni wale wanapenda kueneza jambo nzuri. Lakini wale wanaopenda kueneza jambo baya watalipinga hili. Ukitaka kujua mtu ambaye hapendi wema, utamuona akilileta jambo hili katika ubaya, wakati jambo hili liko katika wema. Kwenda mahakamani sio kosa la jinai. Kwenda mahakamani, mimbari ya mahakama ni mahali watu husikizwa. Ni mahali pana oda ya watu kusikizwa. Si mahali unaweza kupeleka porojo. Ni mahali pana oda yenye watu wa dini hawajaweza. Watu wa dini hawajaweza kulifanya jambo hilo. Watu wa dini hawajaweza kuweka oda ya kusungumuza mambo ya Mungu. Wanaongea kiajabu ajabu na mwisho wanamaliza kupigana. Lakini katika sehemu ya mahakama ni mahali pana oda. Mahali pana oda na mahali makini sana. Mahali watu wanaweza wakasikizwa. Kwa hivyo nataka niwaambie, hakuna jambo sijalichunguza kuhusiana na haya maneno, ya kwamba tutafikia watu wengi ambao hatungewafikia, lakini kwa kutumia jukwaa hilo linaloitwa mahakama, ni jukwaa ambalo linaweza kuwafikia watu wengi, na faida itakuwa kwa Mungu. Faida haitakuwa kwangu. Faida itakuwa kwa Mungu. Mungu anataka tu mtu asikie. Namna ya kufanya huyo mtu asikie ndio Mungu anakujalia. Mungu anakujalia platform ya watu kusikia. Lakini baada ya watu kusikia, maamuzi yanakuwa yao. Maamuzi yanakuwa yao. Kwa hivyo tunapoambiwa tusipeleke mtu mahakamani, ni usimpeleke ndugu yako. Usiende kumstaki mtu mahakamani. Na hakuna mtu naenda kustaki mahakamani. Hakuna mtu yoyote naenda kustaki mahakamani. Hakuna shehe naenda kustaki mahakamani. Ninaenda kustaki mfumo wa kiibada, wa kimafundisho
Huo ndio mfumo naenda kuchallenge. Kwa hivyo tunaenda kupambana kwa hoja ya kimfumo. Kwa mfano leo Waadventista wa Sabato, mfumo wao, kuna watu wameingia kwa siri wakaubadilisha ule mfumo. Kwa hivyo tukisema leo tupambane mahakamani, tutapambana kwa hoja za kimfumo, si kwa ajili ya pasta fulani au mzee wa kanisa fulani au mama wa kanisa. Hapana, hizo ni hoja za kimfumo ambazo zinakubalika kuzipeleka mbele ya watu. Kwa hivyo wale watu ambao munaniandikia message na kunipigia simu kunivunja moyo, mjue ya kwamba mimi sitabaduka na sibadiliki na swala hilo. Nitakapopata namna ya kulipeleka vizuri, ni vile sijapata, ni vile najaribu kutafuta namna, inakuwa kidogo sijapata vizuri. Litakapokamilika nitalifanya, na hilo swala lisije likahusishwa kwenye kundi. Mimi hakuna kundi ambalo ninatoa doctrine yao. Hapana, hilo ni langu kama Francis Ndacha, sio kama kundi la wana matengenezo. Ondoa kundi la wana matengenezo katika jambo hili. Hayo maneno toa kwa mdomo wangu. Na niseme watu ambao wanaongea vibaya, wanakejeli swala hili, siwahitaji kulifanikisha na hawawezi kulisimamisha. Litaendelea na utaona likiendelea na utaona mwisho wake utakuwa upi. Kwa hivyo nakuombea uhai, na kuombea uishi ujionee. Hebu nikueleze msikilizaji unayesikiliza kwa wema, kuna watu ambaye wana wivu sana, na watu wengi wana shida na mimi. Ile shida wako nayo ni kwamba wanadhani ya kwamba kuna kitu fulani ambacho nitafaidika nacho hapo. Lakini wale wangeweza kuona kwa jicho lingine, wangeona ujumbe ukienda kwa kasi. Lakini mtu anaona faida yangu hapo, huyo ni mtu ambaye hawezi kutaka hata nifanikiwe. Nikinunua koti kama hii hawezi lala. Hawezi lala. Kuna mwingine nimemuona ameniandikia kwenye Facebook yangu ati ya kwamba mbona huyu mhubiri anapenda raha sana. Nikajaribu kuangalia ile picha nilikuwa nimeweka hapo iko na raha gani. Nikapata ni watoto wangu nilikuwa nimewapiga picha. Sasa kuwapiga watoto wangu picha na pengine walikuwa wanapendeza, yeye anaumia, anasema hiyo ni raha. Nikajua huyu mtu huyu akanipata kwa sehemu fulani, huyu ni adui yangu mkubwa sana. Lakini hapo juu amejiandika sijui pastor, sijui amejiandika jina gani hapo juu. Kwa hivyo kuna watu ambao ni wabaya na hawapendi mambo mazuri. Wakianza kuongea mambo yako, wataongea mambo yako mabaya. Lakini ukifa, wanakuja kwa maziko kuongea mambo yako mzuri. Kwa hivyo mambo mzuri wanaongea ukikufa, lakini ukiwa hai wanaongea mambo yako mabaya. Watu wameubwa hivyo na watu wako hivyo. Kwa hivyo swala hili la kupeleka hoja zangu mahakamani dunia isikie ni swala ambalo siumizi mtu fulani. Ni swala ambalo halihusikani na mtu individual. Kama ingekuwa ni mtu singeenda. Siwezi kupeleka mtu mimi mahakamani. Siwezi kumstaki mtu mahakamani. Lakini ninapopeleka hoja za kimfumo, hapo sibaduki. Nitaendelea na Mungu anijalie niweze kufika mahali nataka kufika. Niweze kufikisha ujumbe mahali nataka kufikisha. Wewe baki ukiona mabaya. Lakini katika jicho langu mimi naona mema. Mimi naona mazuri. Mimi naona kufanikiwa kwa ujumbe. Kwa sababu mimbari ya mahakama watakuja hata wana habari. Utapata ya kwamba dunia inatega masikio. Ulimwengu unatega masikio.
Nchi ya Kenya inatega masikio, nchi ya Tanzania inatega masikio. Letu litakuwa ni kupeleka hoja za msingi, hoja ambazo zinaweza kuingia kwenye masikio hayo, yatakuwa yametegwa ili kutusikiliza. Jambo ambalo halitawezekana kwa njia yenye tunatumia sasa hivi. Ulimwengu wa sasa hivi ni kama mkono wangu. Ukiingia katika media, ujumbe utaenda kama umeme. Lakini kwa sababu watu leo ni wabishi kuliko kitu chochote duniani, watu wengi ni wale ambaye ni wakuvunja moyo, na wakikuvunja moyo ni kwa sababu wanashuki, si kwa sababu wanakusaidia, ni kwa sababu wanashuki katika mioyo yao. Kwa hivyo hawa watu washuki tuwaweke pembeni, tuende na watu ambao ni wema. Kuna watu ambao wanaitwa devil helper, watu ambao ni wasaidizi wa shetani, ambaye kazi yao ni mastaka tu mabaya, mastaka tu mabaya. Hautawahi wakistaki vizuri, hutawahi sikia wakishuhudia vizuri. Wanastaki mabaya, 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 kwa sababu wanaitwa devil helper, ni wasaidizi wa shetani. Sasa niseme ya kwamba jambo likifika ni la Mungu na halina madhara yoyote kwa Mungu, si kwa mtu, kwa sababu siwezi kuogopa mtu na siendi hapo hata mimi nikapendeze mtu. Jambo likiwa litampendeza Mungu, nitalifanya kwa gharama yoyote, hata kama gharama ni uhai wangu. Nitaipeleka kwa gharama yoyote, hata ikiwa gharama ni uhai wangu, niko tayari kulitoa kama litampendeza Mungu. Lakini siendi hapo nikakasirishe mtu, ninaenda hapo nikampendeze Mungu, nikapeleke hoja ambazo Mungu angependa watu wasikie. Unaelewana? Na ndio naona hata swala la kuweka Centurion si swala la kundi, ni swala la watu ambao wanaona mema. Swala la watu ambao wanaona mema ya kwamba kuna watu wanateseka duniani kwa magonjwa, lakini hawajapata tiba, hawajatibiwa. Lakini kupitia kwa watu wa Mungu, watu wanatibiwa na wanapona. Na sasa hivi vile naongea, kuna watu wanaweza kushuhudia kupitia mikono hii yangu, walikuwa wamesumbuka na magonjwa na sasa wamepona. Kuna watu walikuwa na magonjwa kama ugonjwa wa hemorrhoid. Ugonjwa wa hemorrhoid ni watu wengi sana wanateseka na ugonjwa huo. Lakini ukienda kwa manabii wa uongo, watakwambia pepo ya hemorrhoid toka, unatoka ukiwa na hemorrhoid yako. Ukienda kwenye sehemu ya madawa haya ya kizungu, watakupeleka theater, wataenda kukuchinja. Lakini nitakutibu na mumea ambao Mungu ameuba, na hautapata tena, hautakuwa tena na ugonjwa huo. Na wale ambao nimewatibu tayari ni mashahidi. Ni mashahidi, wanajua ya kwamba ni kweli siku 10 peke yake mtu anakuwa amemalizika na amepona huo ugonjwa. Dawa yenyewe inatoa Kongo, na ni miti ya Kongo. Miti inatoka Kongo, inatengenezwa kutoka Kongo. Ikifika hapa ni dawa yenye muujiza. Kuna mama fulani alikuwa amechinjwa hemorrhoid, hata kwenda haja dogo alikuwa hawezi enda. Nilimpea dawa hiyo, alipokalia akasema nimeona muujiza katika dawa hii. Nilikuwa siwezi kwenda haja dogo, lakini kwa kukalia lisali moja nimeweza kwenda haja dogo. Alikuwa mama wenyewe anateseka sana, na alikuwa ametoka huko kwa theater. Nataka niwaambie yale ambaye tunayasema kwa sababu tunatoa maneno ya Mungu. Lakini kwa watu ambao ni devil helper, hawawezi kuyasikia, kwa maana hawawezi kuyasikia ya Mungu wakati wao ni helper wa shetani. Watasikiaje mazuri? Ukiwaambia ya kwamba tunatibu kutumia mimea, wanasema wewe ni mganga. Hawajui jina mganga ni maana ya kusema wewe ni daktari. Sasa wanadhani ya kwamba akikuita mganga wamekutusi. Lakini hata uniite mchawi, maadamu yule mtu ambaye atakuja kwangu atapona, wewe endelea kuniita mchawi, kwa sababu wewe ni devil helper.
wewe ni msaidizi wa shetani. Hawezi kushuhudia mema na hawezi kusapoti mema kwa sababu wewe ni mtumishi wa shetani. Kwa hivyo watumishi wa shetani, endeleeni na kazi yenu, lakini watumishi wa Mungu, endeleeni na kazi yenu. Mwisho kila mtu atalipwa kazi yake. Wewe unapinga, hauna kitu nafanya. Wewe ni mtu wa kupinga, kupinga. Hawezi kusema napinga hii tufanye hii, napinga hii tufanye hii. Wewe unapinga tu kwa sababu wewe ndani yako ni mtu mbaya. Mtu mbaya katika hazina yake anayatoa mabaya tu. Shetani ni mstaki kwa sababu shetani haoni mazuri. Shetani huona mabaya, anastaki mabaya tu. Shetani hawezi kusema mema, anasema tu mabaya. Ukitaka kujua wewe ni devil helper, wewe jua ya kwamba unaonaga mabaya, hauwezi kuona mazuri. Wakati mtu amekufa ndio unaenda kusema uzuri wake kwa sababu amekufa, kwa sababu wewe si mtumishi wa Mungu. Leo hii nawaambia tunapambana kuweka Centurium, mahali watu wanakuja wanatoka hapo wakiwa wamepona na wamehubiriwa Injili, lakini huwezi kuona watu wengi wakisapoti. Wezi. Sasa Mungu atachagua mtu ambaye wewe macho yako yanamuona kana kwamba huyo mtu hata si Mkristo, lakini huyo ndio Mkristo katika macho ya Mungu. Atatumika kufanya mambo makubwa ukiona na macho, ukijionea na macho. Yatafanikiwa ukijionea na macho. Na wale watu ambaye walidhani ya kwamba wameondokea huduma ya Biblia ya dunia wakiwa walikuwa wanatoa sapoti zao kwa sababu nimekataana na fundisho la utatu, ni mashahidi ya kwamba wamejionea na macho yao kazi ikiendelea, kazi ikifanikiwa, na kama wao hawako. Mungu hafanyi kazi na wingi wa watu. Mungu anafanya kazi na watu walioamua. Mungu anafanya muujiza katika mikono ya watu wachache ambaye wameamua. Najua leo watu ni wa dini. Hakuna dini mbinguni itaenda kuulizwa dini hii. Hakuna dhehebu mbinguni itaenda kuulizwa dhehebu hii. Watu ambao watahitaji mbinguni ni watu waliofanya mapenzi ya Mungu. Full stop. Watu wa dini watabaki hapa, watu wa madhehebu watabaki hapa. Wale watiifu wa kweli ya Mungu, hao ndio watakaoenda mbinguni. Kornelio hakuwa Mkristo. Kornelio hakuwa Myahudi. Biblia inasema Kornelio alikuwa wa kikosi kilikuwa kinaitwa kikosi cha Kiitalia. Lakini Mungu anasema Kornelio, Mungu anasikia maombi yake na sadaka yake imefika kwa Mungu, akamtumia Petro. Kwa hivyo kuna makornelio wengi sana ambaye Mungu atawatumia kufanikisha mema, kwa sababu kuna watu ambaye tunadhani tuko pamoja na hatuko pamoja nao, kwa sababu wakiona jambo jema linaenda kufanyika wanatafuta mbinu ya kulivunja moyo jambo hilo, na wale watu wanalifanikisha. Lakini nataka niwaambie, mwanadamu wa kufa hakuna siku atabadilisha makusudi ya Mungu. Elewa hivyo. Jambo hili la kupeleka hoja litapeleka hoja kama litafanikiwa. Jambo la Centurium litafanikiwa, na nataka niwaambie litafanikiwa. Uwepo usiwepo litafanikiwa, na ugoje uone. Wait and you will see. Goja na utaona. Kwa sababu jambo la Centurium ni makusudi ya Mungu lifanyike. Lakini tunatoa video ya kwamba hii ni nyumba tumelipa, inahitaji ifanyiwe hii na hii na hii. Lakini utapata watu wengi wamesikiliza video hiyo, lakini watu wachache ndio wameona kwa jicho la wema. Wale wameona jicho la ubaya wanasema ameanza biashara, atatajirika. Unajua hata hajasoma, hawezi kufanya. Yani mabaya tu. Wewe ni mtu wa kuona mabaya kwa sababu hazina yako ndani yako, wewe ni mtu mbaya. Wewe ni mtu mbaya. Ya kwamba nikivaa koti hii yenye nimevaa, ukiona nimependeza, yani unakuwa na shuki na mimi. Unaona sadaka yako uliotoa
ndio imenunua hii koti. Na ni kweli hii koti inanunuliwa na sadaka ya watu wa Mungu. Hii koti hii imenunuliwa na sadaka ya watu wa Mungu. Lakini wale wana wivu wanabaki na sadaka yao kwa mfuko, na mwisho wataona bado niko na koti. Bila sadaka yako nitakuwa na hii koti. Na kama wewe kuna jambo lolote ambalo lilikufanya uweze kuondoka, una sababu yako iliyokufanya usiendelee kusapoti, bado wewe ni shahidi ya kwamba niko na koti. Siko uchi, niko na koti. Na ikifika Jumapili hii nitaweka gari mafuta paka Kisii kwenda kuhubiri Injili. Bila wewe. Tutahubiri wiki mzima, tukitoka hapo twende mahali ingine tuhubiri bila wewe. Centurion itafaulu bila wewe, na itafanya makubwa bila wewe. Kwa sababu Mungu anataka safari ya watu wawili wanaoelewana. Watu wawili wasioelewana hakuna safari wataenda. Kwa hivyo mimi niwatie moyo wale tunaelewana, na wakisikia sauti hii wanapata mema. Mungu yuko pamoja nasi. Na wale ambayo wanadhani Mungu hayuko pamoja nasi, ngojeni yale yatakayojiri muda unaoenda hapa mbele. Hao unajua, wakati Yusufu alipouzwa Misri, hawakujua wale ambaye wamemuuza Misri kuna wakati utafika waende wakaombe chakula na wampate ya kwamba yeye ndiye ana kifunguo ya store yenye chakula. Akisema hawapei, imekauka hivyo. Kuna watu ambao wametuuza Misri. Lakini huko Misri wanapotuuza, tutapatana na baraka za Mungu. Watakuja, tutawasaidia huko Misri waliotutupa, huko Misri walipotuuza. Kwa hivyo nataka niwaambie wana matengenezo wanaojielewa, maana jina wana matengenezo limejificha watu wengi. Jina wana matengenezo limejificha watu wengi. Watu ambao wanaitwa devil helper wako humo. Jina hilo wanalitumia, lakini ni devil helper. Hata video hii utakaposikiliza kwenye komenti zao, utapata ya kwamba hawawezi kuongea uzuri, wataongea ubaya. Kwa mfano niwaulize, leo mtu ambaye ana ugonjwa wa kansa akapona, wewe unataka kuniambia utakuwa unaongelea dini ya Uislamu ama dini ya Ukristo kwa mtu kupona ugonjwa wa kansa? Ugonjwa wa kansa mtu akipona ni haleluya. Ugonjwa wa ukimwi mtu akipona ni haleluya. Lakini wewe unataka tu kuongea mabaya hata mahali ambapo kuna wema. Mungu akujalie ugeuke, umrudie Mungu wa kweli, akugeuze dhamiri zako. Uwe mtu wa kuona mema, uwe mtu wa kusapoti mema, bila kuangalia lugha, bila kuangalia rangi, bila kuangalia dini. Wewe unatendea mwanadamu yoyote aliyo mbele yako wema. Wema hautoki katika dini fulani. Kuna watu ambao ni Wahindi, watu ambaye wanaomba masanamu. Ukienda kwao utapata wema, kwa sababu wema hauhitaji dini. Wema unahitaji utu. Kabla hujaenda kuhubiria watu dini yako, kwanza tuonyeshe utu, tuonyeshe upendo ulio nao. Lakini wewe umekaa na ubaya, wewe umejaa chuki, alafu nataka kutuambia wewe una Mungu unatuhubiria. Kwanza tuonyeshe upendo wa kumhurumia mtu yoyote aliye na shida, na uweze kujua kutatua shida yake bila kujali ni wa dini gani, bila kujali ni wa rangi gani, bila kujali ni wa dini gani ama ni wa kabila gani. Wewe umejaa upendo kwa mwanadamu yoyote aliye mbele yako. Kwa hivyo usidhani ya kwamba mimi kuna mtu yoyote ambaye atakuja mbele yangu ni mkatae, awe Muislamu awe nani, bora ni mwanadamu. Usaidizi wowote nitakuwa naye nitatoa kwake. Wale ambao wanatoa usaidizi kwa ajili ya mtu wa kanisa yao, kwa mtu wa rangi yao,
basi mjue mko na safari ndefu ya kwenda. Mungu awabariki sana. Safari ingali, tunaendelea vizuri. Hakuna no retreat, no surrender. Msimamo ni ule ule na hakuna mtu atakaye ubadilisha msimamo huo. Mungu awabariki.